Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika sura ya 5 ya Wafalme wa Kwanza, na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa kipindi hiki kizuri ulichotupendelea na umetupatia uhai tukuone wewe katika maandiko matakatifu. Tufundishe kama upendavyo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kushukuru. Amina. Nikualike katika mistari isiyopungua 18 na maneno takriban 512. Kwa mujibu wa mapokeo ya Wayahudi tuliona ya kuwa sura hii iliandikwa kati ya Yeremia na Ezra, kati ya hao watu wawili, na hivyo iliandikwa kati ya mwaka 561 hadi mwaka 539 kabla ya Yesu kuzaliwa, na hivyo waandishi wengi katika Biblia wanaeleza ya kuwa iliandikwa miaka 400 kabla ya Yesu kuzaliwa. Nimetoka kukwambia ya kuwa ina maneno takribani 512. Ni moja kati ya maneno yaliyoandikwa katika kitabu hiki 18,600 tuliona katika siku ya kwanza wakati tunaweka utangulizi, kuonesha jinsi ambavyo maandalizi ya ujenzi wa hekalu la Mungu na jinsi Sulemani alivyoshirikiana na mfalme Hiramu yule wa Tiro ili kupata msaada wa ujenzi wa hekalu. Ndio dhima kuu ya sura hii. Sura hii tumeigawanya mara mbili. Sehemu ya kwanza ambapo mfalme Sulemani anatuma ujumbe kwa Hiramu mfalme wa Tiro. Mstari wa kwanza Biblia inatuambia ya kwamba mfalme Hiramu yule wa Tiro anatuma wajumbe wa kumpongeza huyu kijana kwa sababu kwanza alikuwa anampenda baba yake, lakini pili anampongeza huyu kijana kwa kukaa katika kiti cha baba yake mfalme Daudi ambaye alikuwa rafiki yake. Mstari wa pili Biblia inatuambia jinsi ambavyo mfalme Sulemani alimjibu mfalme Hiramu kwa kusema hivi, mstari wa 3 na nukuu: umemjua Daudi baba yangu jinsi asivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wake, kwa sababu anaiweka hapo ya vita. Ukiendelea katika mstari wa 6 anaomba mielezi ya Lebanoni, na hivyo anaomba kwamba watumishi wake watakuwa wakishirikiana na watumishi wa mfalme Hiramu huyu wa Tiro. Mstari wa 7 Biblia inatuambia kuwa mfalme Hiramu alipopata taarifa hizi za mfalme Sulemani alimshukuru Mungu na akamhimidi, na niruhusu ninukuu maneno machache aliyoyasema mfalme Hiramu. Mstari wa 7 anasema, na ahimidiwe Bwana leo aliyempa Daudi mwana mwenye akili juu ya watu hawa walio wengi. Hii inadhihirisha jinsi ambavyo Mungu wa mbinguni alivyokuwa anaheshimika katika mataifa yote yaliyokuwa yanazunguka taifa la Israeli. Mstari wa 8 mfalme Hiramu anatuma wajumbe kwa mfalme Sulemani ya kukubali ombi lake la kuchukua miti ya mierezi na miboreshi. Mfalme Sulemani anaahidi ya kuwa atampa vitu vitatu mfalme Hiramu kila mwaka. Cha kwanza kori 20 za ngano. Kori ni kipimo cha zamani ambacho kinalingana kama kilo 100 mpaka 120 hivi cha zamani. Kori pia ilikuwa inachukuliwa kama kipimo cha lita 220 mpaka 300 hivi wakati wa kale. Cha pili, mfalme Sulemani aliahidi kwamba atawapatia watumishi wa mfalme Hiramu chakula. Na cha tatu, mfalme Sulemani aliahidi kwamba atampatia mfalme Hiramu kori 20,000 za mafuta safi. Mstari wa 12 Biblia inatuambia ya kuwa Bwana aliwapatia amani kati ya mfalme Sulemani pamoja na Hiramu na wakafanya maagano. Niruhusu niende sehemu ya pili ambayo ni mstari wa 13 mpaka wa 18 ambapo mfalme Sulemani anaajiri watu wa kufanya kazi ya ujenzi wa hekalu. Katika sehemu hii ya pili tuna mambo kama 5 hivi. Jambo la kwanza ambalo tunaliona katika mstari wa 13 ambapo mfalme Sulemani anaajiri watu 3,000 kwa ajili ya kazi ya ujenzi. Jambo la pili ambalo linatajwa katika mstari wa 14, hao watu 30,000 walipeana zamu baada ya miezi 3 kwa mwaka. Jambo la tatu tunaliona katika mstari wa 15, Biblia inatuambia ya kuwa watu 70,000 waliajiriwa kwa ajili ya kubeba mizigo, ambapo watu wengine 80,000 wao walikuwa wanashughulika na kazi ya kuchonga mawe. Jambo la 4 tunaliona katika mstari wa 16, mfalme Sulemani aliajiri maafisa 3,300 kwa ajili ya kusimamia hii kazi ya ujenzi. Mstari wa 17 na wa 18 Biblia inatuambia kwa mfalme aliagiza kwa wachukue mawe makubwa kwa ajili yaliyochongwa kwa ajili ya msingi wa hekalu. Nikualike katika sura inayofuata. Bwana awe pamoja nawe.